Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hakika namshukuru Mungu sana kwa kuona siku nyingine leo yenye baraka. Siku ambayo yenye neema ya Mungu na furaha ya Mungu, na ametupa pia nafasi vitu vya kumwabudu. Na zaidi ya yote namshukuru babangu mtumishi wa Mungu Maindadi Apostle kule kwa kunilea na kwa kunipa tena nafasi kama hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kusoma tena mbele yako katika ibada hii. Kika si kawaida. Baba Mungu akubariki sana. Pamoja na wamama kwa pale nyumbani na watumishi wengine wote wa Mungu, Mungu awabariki wote. Na Mungu azidi kuwatendea mema. Naomba upigie simu kwa mazuri zaidi. Kwa kuingia katika nyumba ya Bwana ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuingia kwa nyumba ya Bwana ni muujiza, si jambo la kawaida. Usiwahi fikiri kuingia katika nyumba ya Bwana ni jambo la kawaida. Ujumbe wetu ni kwamba kusikia sauti ya Mungu na kuitii kuna mafanikio ya kudumu. Kusikia sauti ya Mungu na kuitii kuna mafanikio ya kudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetangulia kuambia kwamba unapoingia katika nyumba ya Bwana usifikirie kwamba unaingia kikawaida. Unapoingia katika nyumba ya Bwana ona ni muujiza. Ona ya kwamba unapoingia katika nyumba ya Bwana ni jambo ambalo hauwezi ukalielezea kwa sababu ni muujiza. Wengi wanatamani sana katika nyumba ya Bwana lakini wanashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana nasema kwamba ingieni malangoni mwake na moyo wa shukrani. Kwa hivyo unapojipata katika nyumba ya Bwana furahia, maana tayari unapoingia ni mahali ambapo pana raha, pana uzuri wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Pigia Yesu akoi mazuri zaidi, mwana wa Mungu. Kuwa na furaha unapoingia katika nyumba ya Bwana. Sahau vitu vyote, muangalie Mungu peke yake, maana Mungu ndiye amebeba maisha yako. Ujumbe unasema kwamba kusikia sauti ya Mungu na kuitii kuna mafanikio ya kudumu. Nataka nikuhakikishia, maana nikwambie mwana wa Mungu, sisi tukiwa wana wa Mungu hatuna mafanikio mahali pengine pale. Hatuna. Mafanikio yetu yote ya kimwili na ya kiroho yako pale kwa kusikia sauti ya Mungu na kuitii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kujiuliza kwamba nitawezaje kuisikia sauti ya Mungu na kuitii? Sauti ya Mungu unaweza ukaisikia kwa njia nyingi, ama unaweza ukaitii kwa njia nyingi kwa zile njia unazosikia. Kwa hiyo mafanikio yetu yote tukiwa wana wa Mungu hakuna mahali pengine. Mtu asikudanganye, hakuna, si kwa maombi, si kwa hiyo tu utayasikia, utafanikiwa kama utasikia na kutii. Bwana asifiwe sana. Maana ya kutii ni kwamba akisikia anambadilisha mtazamo, anaanza kuona tofauti. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maana ya kutii ni kwamba amesikia, iwe ni kuonywa, amekubali, amebadilika. Baraka za hizo neno zinaanza kufuatana na maisha yake. Hiyo ndio sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mafanikio yetu yote, ama mafanikio ya wana wa Mungu yote yapo kwenye kusikia sauti ya Mungu. Na watu wengi wanaweza wakaishi maisha ya hasara wakiwa ndani ya Kristo kwa sababu wanapomsikia Mungu hawamtii. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna hasara kubwa ya kusikia sauti ya Mungu alafu usitii ama usiitende. Kutakuwako na hasara kubwa. Bwana asifiwe sana. Utakuta kwamba ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 27 kuanzia mstari wa 9 hadi 11 unakuta kwamba pale walikuwa kwenye safari zao na walikuwa wanaomba, na walipomaliza kuomba wakawa na safari ya kwenda pwani ama kuvuka ng'ambo nyingine. Walipokuwa wanaingia kwenye merikebu, kabla hawajaingia, Paulo alizungumza na wao akamwambia kwamba mimi naona hii safari itakuwa ya matatizo. Bwana asifiwe sana. Akawaeleza wale watu vizuri. Alipowaeleza, Biblia inasema kwamba hawakumsikiliza, bali walisikiza nahodha wa merikebu. Bwana asifiwe sana. Kwa ile sauti ya Paulo ikaonekana ni ovyo. Unajua wahubiri wanasema Paulo alikuwa ni mtu mfupi. Kwa hivyo na maana ya kwamba kwa ufupi wake walimdharau, na alipozungumza hakuonekana mtu wa maana. Lakini cha kushangaza ni kwamba ukiendelea kusoma hapo utakuta kwamba kuna mahali walifika, ikaanza kila alichokizungumza. Bwana asifiwe sana. Dhoruba ikakuja kwenye maji, ile merikebu ikaanza kuzama. Ilipoanza kuzama, wakaanza kutoa vitu vya thamani wakitupa kwa bahari. Ile neno la Paulo limekuja kufanya kazi baada ya muda. Na unajua kuvuka kwa pwani haikuwa ni kama kwenda hapa mpaka kaona, ilikuwa ni mbali. Kwa hiyo wao lidharau, wakafikiria kwamba huyu jamaa anatuambia nini. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna hasara kwa kutokusikiliza sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu akoi mazuri, mwana wa Mungu. Yaani kuna hasara kubwa, na hiyo ndio maisha ya wana wengi wa Mungu. Wanaishi maisha hayo kwa sababu gani? Wanasikiliza Mungu lakini hawamtii. Bwana asifiwe sana. Angalia Yona, ameambiwa na Mungu vizuri, enda Ninawi. Yeye anapanda zake anaenda Tarshishi. Angalia hasara iliyompata.
Biblia inasema kwamba neno la Bwana likamjia Yona mwana Amitai, likamjia. Ni Mungu alizungumza na yeye. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipokataa kutii Mungu, basi kukawa na hasara hata kwa bahari. Ikabidi wale watu wakafika mahali akamwambia sasa tabii tupige kura tu. Ikamwangukia. Sasa akatupa kwenye bahari. Akafikiria imeisha. Kwa hiyo inaona kwamba mimi nataka kuonesha kwamba kuna hasara ya kutokutii sauti. Ya kusikia si hoja ni kutii. Bwana asifiwe sana. Maana kila mtu anaweza akasikia, lakini shida iko hapa kwenye kutii. Kwa hivyo muone Mungu unavyosikia sauti ya Mungu na kuitii, kuna mafanikio ya kudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako kusikia sauti ya Mungu na kuitii kuna mafanikio ya kudumu. Fungua kitabu cha Methali 1 mstari wa 33. Kitabu cha Methali 1:33. Mwana Mungu nataka nikufundishe tu ya kwamba unaposikia sauti ya Mungu na kuitii utapata mafanikio ya kudumu. Mafanikio yetu hakuna mahali pengine hapo. Yako hapo kusikia sauti ya Mungu. Na Mungu anaweza akaongea kupitia neno, anaweza akaongea kupitia mtumishi wa Mungu, anaweza akaongea kupitia, yani ana njia nyingi za kuongea. Kama utamsikiliza na utii, basi utafanikiwa. Anasema kwamba Methali 1:33. Kitabu cha Methali 1:33 anasema bali kila nisikilizaye atakaa salama, naye atatulia bila kuongopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema bali kila nisikilizaye atakaa salama, naye atatulia bila kuongopa mambaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani anayenisikiliza? Bwana Yesu asifiwe sana. Ya ina maana mtu anayemsikiliza Mungu, hata kama atafika mahali akute mambo yeye ninavyotaka, akute dunia imengeuka, si yeye anamsikiliza Mungu, atakaa salama bila kuongopa mambaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu anayemsikiliza Mungu mara nyingi anaweza akawa ni tofauti na mtu ambaye ni wa kawaida. Kwa sababu gani? Kama anasikiliza Mungu, Biblia kwamba bali kila nisikilizaye atakaa salama, naye atatulia bila kuongopa mambaya. Kwa ina maana ukisikiliza Mungu hakuna siku utaongopa. Bwana asifiwe sana. Hakuna siku utaishi ukiongopa kama utamsikiliza huyo Mungu jinsi anavyosema. Imani unaweza ukaambia mtu ya kwamba Mungu atakufanyia maajabu, Mungu atatenda, lakini kwa kule kukaa kwa Mungu ngojea, kwa sababu Mungu kabla hajafanya kitu uandaa mtu ama utengeneza mtu. Vitu vya Mungu vinje haraka kama vya mganga. Mambo ya Mungu yanakujanga taratibu. Bwana asifiwe sana. Yaani jinsi unavyoona maisha ya mtoto inaenda, mtoto anasaliwa, anaanza kukaa na mama yake, anaanza kutembezwa, anaanza kuvalishwa pambazi, anafika mahali anaanza kujitoa mwenyewe kwa kiti, anaanza kutambaa. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo maisha ya kiroho yalivyo. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo maisha ya kiroho yalivyo. Unajua shida yetu ni kwamba unataka ukiokoka leo, kesho utembea na Range Rover. Haiwezi. Wenda kwa mganga utapata kesho, alafu kesho kuto unakufa mapema. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa Mungu anakuandaa. Ndio maana hata usipate mhubiri yote anahubiri shati imeraruka ukamdharau. Wewe ngojea time ya Mungu akimaliza kumtengeneza utaona Mungu wake. Bwana asifiwe sana. Mungu wetu aendi vitu unavyofikiri, anafanya mambo kwa utaratibu wake. Anasema kila nisikilizaye atakaa salama, naye atatulia bila kuongopa mambaya. Nani anayenisikiliza? Bwana asifiwe sana. Kwa asiyenisikiliza ama asiyemsikiliza Mungu anaweza akaongopa mambaya. Ni rahisi sana kutishiwa na kuongopa. Bwana asifiwe sana. Angalia Yesu anafika mahali anaendelea na injili yake ya kihubiri. Na anapokuwa anahubiri, ana mtu mmoja anatumana ambaye ni mfalme. Anamwambia kwamba mbioni mtu aondoke hapo. Yesu anamwambia ndeni mwambie Boazi niko hapa siku 3. Ya kwanza ya 3 mpaka nimalize misheni yangu ndio niondoke. Bwana asifiwe sana. Nini alikuwa nacho Yesu? Alikuwa na nguvu. Yaani alikuwa na uwezo wa maombi mpaka mfalme akiongea haoni kama ni kitu. Yeye yuko kwa mission, anamsikiliza aliyemtuma. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo kashika kaspika ukaanza kuhubiri chifu tu peke yake akaja. Akamwambia pastor ama hapa utasema si ni chifu. Aliyekutuma ni chifu ama ni Mungu? Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi mazuri mwana wa Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Unajua imefika mahali injili imepelekwa kwa elimu sana mpaka roho ameondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisikiliza Mungu anasema kwamba bali kila nisikilizaye atakaa salama. Maisha yako mwana wa Mungu, usalama wake uko katika kumsikiliza Mungu. Angalia kitabu cha Isaya 1:19 na 20. Mwana wa Mungu natamani sana uelewe na ikuingie mpaka ikuingie ndani ya moyo kabisa, ndio ujia kwamba utakapomsikiliza Mungu na umtii hautangangana. Bwana asifiwe sana. Hautangangana. Hata ukiona mambo yendi sahihi, hautakata tamaa. Hata ukiona kwamba hujafanikiwa jambo fulani, unajua maandiko yanatuonesha kwamba mhubiri anatuambia kwamba kuna manjira ya kila jambo. Bwana asifiwe sana.
Kila jambo kuna season. Mungu ainuangi watu wote safari moja. Kila mtu kuna season yake. Bwana asifiwe sana. Na hauwezi ukainuliwa tukafanana, ni ngumu. Ile ukitamani unaweza ukapokea neema, lakini hatutafanana. Bwana asifiwe sana. Kila mtu anakuinuliwa kwake. Ndio maana ni heri uishi kama wewe ukimtumainia Mungu na kumwamini na kumtafuta kwa bidii. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Isaya 1:19-20 nasema kama mkikubali, yani hapo tunaombwa, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali mkikataa na kuwazi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Kama mkikubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ule anatuomba hapo, mwandishi anatuomba mimi na wewe kama tutakubali. Unajua katika kukubali ni kuamua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nikasema kwamba usiwahi fika mahali useme kwamba nimeomba hii dhambi niondokee nikashindwa, au jaamua. Bwana asifiwe sana. Mwana ambaye ni mpotevu alipoona kwamba hii mali yote imeisha na akafika mahali akatamani kula na nguruwe, maandiko yanasema kwamba aliposingatia moyoni mwake akawaza, ni watumishi wangapi katika nyumba ya baba yangu wanakula na kunywa na mimi nahangaika huku. Aliposingatia. Kwa hiyo ina maana ya kwamba vitu vingine havihitaji Mungu wala nabii wala malaika, ni mwanadamu anayefanya, ana uwezo wa kuamua. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ameshasema kwamba kama mkikubali na kutii, tukikubali na kutii tutakula mema ya nchi, bali tukikataa tutaangamizwa. Kwa hiyo katika kule kukubali kuna mema, kwenye kukubali kutii sauti ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini kwenye kuikataa kuna hasara. Nimekuambia kwamba wale watu wakati wa Paulo, imagine Biblia inasema kwamba ukienda kusoma hapo utakuta kwamba walianza kurusha vitu vya dhahabu, wakaanza kuweka vitu vingi kwa bahari, mpaka wakasema walipomaliza kuvirusha zile vitu wakangeuka wakasema tungemsikiliza huyu. Bwana asifiwe sana. Kumbe walikuwa vivuavua mbele, hawakujua kama jamaa anaongea. Ni vizuri wakati mwingine hata mtu akikwambia kitu sikiliza, usipuuze vitu my friend. Mtu uva bila. Nilikwambia kwamba siku moja nilipokuwa natembeza Manguo Lang'ata tukitembea, kuna jamaa mmoja huwa anakaanga pale tu, yeye ni kichaa lakini anakaanga pale. Sasa alipotokezea kwa barabara akaanza kutuambia, ilikuwa na majamaa fulani tukitembeza wanauza socks, mimi nauza mashati. Sasa ule jamaa akatoka akasema, "Nyinyi mkivuka kule mtashikwa na mapolisi." Tukaanza kumwajuza, "Wewe wacha bwana. Hii yake ni wazimu." Unajua tunamuona anatoa mate, anavaa kinyasa na vesti, ana viatu, naona ni kawaida. Tulipovuka tu flyover Madaraka tukienda Wilson, hapo tukapata maaskari hapo. Bwana asifiwe sana. Mmoja akakimbia, mimi nikajikuta sasa nikakimbia, kumbe wale nakimbia ndio maaskari. Bwana asifiwe sana. Nikawekwa pingu nikakaa hapo. Tungelimsikiliza ule mtu hata kama ni kichaa, basi angetusaidia. Bwana asifiwe sana. Shida yako uko kichwa ambao wanajifanya unajua na ujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako ukitaka kujua mengi, waache ujuaji. Najua unajifanya sana lakini kuna vitu hujui. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu wako mazuri, mwana wa Mungu. Yaani tungesikiliza ule jamaa, na unajua la mimi ni mwingine, nikawekwa pale. Ilikuwa karibia kitu saa 10. Maskara niweka kwa flyover, wakaniweka pingu. Nani atoe pesa? Wewe toa pesa. Nani? Nilitoa pesa kati niona roli ndio hiyo inakuja. Na nikakaribia saa 1 usiku. Nikafika masabu tuko Ijumaa. Sasa nikilala hapa Lang'ata Ijumaa, Monday ni kotini. Hii zitaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema kuleni tu na muende huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tungesikiliza ruti nyuma, tungemsikiliza ule jamaa hata kama anaonekana ni kichaa, alikuwa na neno letu. Hakuna, kila mtu aliye duniani ako na neno lako. Bwana asifiwe sana. Wacha makiburi. Hata mtoto wa Sunday school akisimama hapa akupe tu asome kamsare kamoja, shukuru Mungu. Hata unaweza kutoka hapo na umeokoa hata vazi moja hata una. Bwana asifiwe sana. Lakini kaikosea unakachekelea. Kanaweza kuwa kana neno lako. Wacha kudharau watu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akoi mazuri, mwana wa Mungu. Kwa hiyo anasema kwamba mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo tunaona kwamba kama nakubali kutii, kuna vitu vitatufuata kwenye kutii. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo yatakuja, kuna vitu haviji kwetu mpaka tuanze kumtii Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu hata tukaomba. Nilikwambia kwamba hata tukachukua hii madhabahu tukakuwekelea, ama Mungu akuja akakubeba mkatembea na yeye, kama uwezo ukamtii atakuachanisha hapo. Paka umtii kwanza. Fungua kitabu cha Zaburi 81 ule mstari wa 10. Zaburi 81 mstari wa 10 na kuendelea. Mwana wa Mungu lazima ujue kwamba katika kutii Mungu kuna baraka zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanaishi maisha ya hasara sana. Na siongopi kusema hivyo, nakwambia ukweli, mimi sikufichi. Watu wengi wanaishi maisha ya hasara na wameokoka. Kwa nini?
Mungu alipokuja kwa hawakumtii. Yaani hata walipoonywa hawakubadilika kwenye neno. Badala wabadilike walianza story. Amesema nini? Bwana anakaanga kwangu. Hiyo ndio story ya waumini ambao wanajiita ni Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma kitabu cha Zaburi 81 mstari wa 10 hadi 14. Kwa hiyo mwana wa Mungu kubali tu. Yaani unapotii Mungu kuna baraka zake. Na unajua nimekuambia kwamba kusikia sauti ya Mungu na kuitii inapitia kwa watumishi, kwa neno la Mungu. Yaani unapotii tu unabarikiwa. Inasema kwamba Zaburi 81 kuanzia mstari wa 10 hadi 14. Nasema mimi ndimi Bwana Mungu wako niliyekupandisha toka nchi ya Misri. Fumbua sana kinywa chako nami nitakijaza. Lakini angalia hapo anasema kwamba anataka Mungu ukifungua kinywa chake umtazame yeye, si vitu vingine. Yaani ukue tu unamwangalia na yeye atakujaza mema yake. Mstari wa 11 anasema kwamba lakini watu wangu hawakusikiza sauti yangu, wale Israeli hawakunitaka, nikawaacha wakaenda kwa ukaidi wa mioyo yao, wakaenenda katika mashauri yao. Laiti watu wangu wangenisikiliza. Imagine Mungu anasema, laiti watu wangu wangenisikiliza na Israeli angeenda katika njia zangu, ningewadhili adui zao kwa upesi na njia watezi yao ningeuza kwa mkono wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusikiliza tu peke yake, kutii Mungu tunakufanya mapenzi yake. Vitu vingine havihitaji mtu kuambiwa toka, wewe tii Mungu, vinaondoka vyenyewe. Wewe obey to the law, kutembea na Mungu tu. Obey, tii Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fuata Mungu, anasema kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wako niliyekupandisha. Mungu anakuzungumzia kwamba kuna maeneo alikutoa ambao ni maisha ya utumwa. Sasa anasema kwamba wale watu wa Israeli hawakumsikiliza. Yaani mpaka Mungu akiwaonya wanaenda kukaa kwenye vikundi. Na hii tabia ya vikundi haijaanza leo, ilianza kitambo. Bwana asifiwe sana. Ilianza kitambo sana. Haijaanza hapa ama kule. Kila mahali kuko hivyo, maana ni kitu kiko kwa Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kwamba hawakuweza kumtii Mungu. Yaani hawakumsikiliza. Naye Mungu ni nani? Mungu akawaacha wavuate ukaidi wao na maonyo yao watembee kwenye hiyo. Kama Mungu aliwaacha, nani angekuwa msaada kwao? Si ni adui ndiye angewapika. Lakini Mungu anasema pale chini, anasema laiti watu wangu wangenisikiliza na Israeli angeenda katika njia zangu, ningewadhili adui zao kwa upesi. Mungu mwenyewe ndiye angewapigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kule kusikiliza Mungu na kutii sauti yake, mimi naonanga kuna kazi kubwa kusema ambia akuve angamie. Unafanya mzigo kubwa. Wewe tii Mungu, tembea na yeye. Huyu andui mwenyewe tu anajua kama ule jamaa wakati wa kina Esther atajinyonga mwenyewe, kila ameandaa kinaingia kwake. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Anayepigana na yeye anatembea na Mungu. Bwana asifiwe sana. Wewe angalia, Abrahamu alifika mahali akanyang'anywa mke na jamaa moja. Lakini aliponyang'anywa mke, Abrahamu hakuendelea kuhangaika sisi kwa nini mke ameenda. Yeye aliendelea na Mungu wake, maana alimsikia Mungu. Siku moja jamaa akatokezwa na Mungu akamwambia kwamba wewe utakuwa mvu, achilia mke huyu jamaa, maana huyu jamaa ni nabii. Imani zia Abrahamu anaongea, ni Mungu anaongea. Katika utiifu kuna vitu Mungu atafanya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Siupigie Yesu wako mwana wa Mungu. Kwa hiyo katika utiifu kama utaweza kumtii, na nimekuambia kwamba kutii ni kupitia. Unajua kuna watu ambao wanasema na ngoja Mungu aongee. Mungu mara nyingi huongea kupitia neno. Bwana asifiwe sana. Na pia anaweza akaongea kupitia ndoto. Alimwambia Yusufu ya kwamba wewe Yusufu, toka hapa, toa mtoto hapa, maana Herode anatafuta kumuua. Imagine wale wanganga na wachawi Yesu alipozaliwa walijua. Bwana asifiwe sana. Walijua. Na wakati kulikuwa na watumishi wao kujua, lakini wale wanganga na wachawi walijua, wakajua nyota yake, mpaka Yesu akamtokeza ambaye kwamba mtoe hapa, mpeleke mahali pengine. Na alipompeleka, alipokaa katika hiyo nje alipokaa, kwa muda uliopita Mungu akamtokezea tena akamwambia tena rudi, maana Herode amekufa. Unaonaje kama asingetii Mungu? Bwana asifiwe sana. Kama asingetii sauti ya kwanza, sasa Yesu angeuliwa pale pale. Kwa sababu ilikuwa ni mpango wa Mungu, ingelikuwa ni lazima atii. Bwana asifiwe sana. Akaondoka pale akaitii. Baada ya Herode kufa, akaambiwa mrejeshe. Kwa hiyo ina maana ya kwamba kuna hasara nyingi tutaishi nazo tukiwa tumeokoka kama hatusikizi Mungu na kumtii. Bwana asifiwe sana. Mara nyingi kumtii Mungu inaweza kuwa ni challenge kwa maisha ya mwanadamu, lakini kwa Mungu ina faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu ina faida kubwa sana. Anasema kwamba hawakunitii, hawakusikia sauti yangu na mimi nikawaacha. Kwa hiyo ina maana tukimtii Mungu kuna vitu vingine hautang'ang'ana nazo. Kuna maisha mengine haitakusumbua. Utakuta Mungu atafanya vitu vyako vizuri. Angalia kitabu cha Kutoka 28 ule mstari wa kwanza na wa pili. Tutaona 28 verse 1 na mstari wa pili hapo.
uone mwana wa Mungu ya kwamba mimi nakuzungumzia tu vizuri ya kwamba penda kusikiliza sauti ya Mungu na kuitii. Unaposikia kitu na kifundishwa, ndio maana Biblia inasema kwamba kila anayengeuka kwa ajili ya maonyo na mimi nitamwangia roho yangu. Kwa hivyo ina maana kwa Mungu utufundishe kupitia neno. Mungu utufundisha sisi kupitia neno lake. Na nimekuambia Mungu huongea kwa njia nyingi. Anaweza kuongea kupitia watumishi wake, anaweza kuongea kupitia ndoto, akakuzungumzia kitu. Hii jambo achana nalo. Na bado ukiendelea kung'ang'ana, yeye hana budi. Maana ang'ang'ani kutembea na mwanadamu. Ako tayari kukuacha kwanza aone utafika wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari wa kwanza nasema kwamba itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Imagine kusikia, kunasemekana mtu asikie kwa bidii. Kwa ina maana ya kwamba kama mtu asikii kwa bidii, anatoka kwa ibada akiwa empty. Bwana asifiwe sana. Yaani kama uko kwa ibada na usikizi kwa bidii, unachoka bure. Tafuta tu mali. Hata ikiwezekana afadhali mtu akae kwa nyumba, anachoka bure. Anasema kwamba itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza, kuyafanya maagizo yake yote ni kuangiza leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baraka hizi zote za kujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo hatujaona kwamba akiambiwa aombe, lakini anaambiwa kwamba asikie sauti ya Bwana. Sasa ndio akaisikia, akaambiwa na Mungu, ende ukaombe. Atakapo ile sauti, basi kuna baraka ziko hapo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine atambua enda ukanitumikie, mwingine atambua afanye kitu fulani. Atakapoisikia na afanye, nyuma ya kila sauti ya Mungu kuna baraka nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema kwamba kama utasikia sauti ya Bwana kwa bidii na kufanya maagizo yake, anasema ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote. Na baraka zote za kujilia na zitakupata popote unapoenda. Kwa ina maana ya kwamba ukisikiliza sauti ya Bwana utabarikiwa popote unapokwenda. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Utainuliwa popote unapokwenda. Kuna watu ambao kwa hapa lakini watakapomsikiliza Mungu popote watakapoenda utawashangaa ya kwamba walikuwa ni wapi ama ni wapi. Kwa sababu Mungu atajitukuza kwao kuliko unavyofikiri. Anasema kwamba ati Bwana atakutukuza kuliko mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuzia wapi? Sauti ya Mungu. Leo unaposikia sauti ya Mungu na kuitii, Mungu lazima atende katika maisha yako. Angalia Mwanzo 22 mstari wa kwanza. Kitabu cha Mwanzo 22 ule mstari wa kwanza. Mwana Mungu kuwa makini sana kwenye kusikia na pia uwe makini kwenye kutenda. Usiwe msikiaji tu. Yakobo akatuonya, akatuambia kwamba tusiwe wasikiaji wa neno, bali tu watendaji. Ya kwamba msikiaji nani anaweza akasikia mingi lakini kutenda vikao ni vichache. Na hapo ndipo adui ametushikia tukiwa wana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Imani shetani hayuko kwenye kusikia, yuko kwenye kutenda. Hapo ndipo amekaa. Bwana asifiwe sana. Na naanza nikakwambia kwamba anakaa maeneo mawili kwa mtu. Shetani anaishi kwa maeneo mawili kwa mtu, maeneo ya kusikia na maeneo ya kutenda. Kuambiwa sio issue. Issue ni kwamba atasikia na atatenda. Kwa hiyo adui anakaanga hapo. Bwana asifiwe sana. Kama atasikia na atende, adui atakapata nafasi ya kuingia. Lakini kama utashindwa na kutenda, basi unampa shetani nafasi ya kufanya. Kwa lazima ujue kwamba Mungu anataka unaposikia neno lake. Kwa mfano unaweza ukaishi kanisani ukawa bado unafanya uzinzi, unafanya dhambi zako, unafaa 2 minutes zako. Na imani unaendelea kwa ibada siku baada ya siku. Na injili inapita lakini ubadiliki. Ni kumaanisha kwamba moto umewekwa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata usitafute nabii, jua nafsi yako tu inangojea Yesu akirudi, wewe utaenda motoni. Kwa sababu kama umbadiliki, ni nini ambacho kinakuzuia usibadilike? Utatuambia ni shetani. Shetani yupi kwa mwana wa Mungu? Hakuna. Ni kubadilika kwenye neno. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kubadilika peke yake. Kuna vitu vingine ukichange, baraka hiyo neno inakuja juu yako. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano ukiambiwa usifanye mavazi fupi, alafu ubadilike, kuna magonjwa kwako itaondoka. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uking'ang'ania utakuta saa zote magonjwa, hii inaisha, uvimbe ndio hiyo. Yaani unakaa na magonjwa baada ya magonjwa. Wewe ni kichwa ngumu. Na ndio maana mahali Biblia inasema kwamba wakaidi watakaa kwenye nje ya ukame. Bwana asifiwe sana. Yaani mwenye mtu mkaidi hakuna siku atabarikiwa. Hata akibarikiwa mwisho utamtafuta. Kama Zaburi anavyosema, nilienda nikamtafuta nikamkuta tena hayupo yule mtu. Yaani maana yake ni kwamba ana baraka za kustawi. Bwana asifiwe sana. Ana baraka za kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie makofi mazuri mwana wa Mungu. Jua kabisa kila neno la Mungu unapolifundishwa, chukuanga hatua. Usikwame hapo kwa kusikia tu, maana watu wengi wanasikia lakini kutenda hawapo. Na hapo ndipo shetani amekaa kwenye kutenda. Ya unasikia neno nzuri kabisa unafundishwa,
Hapo unaweza kaa unakufundisha na kuambia jamani, ukikaa na Mungu, Mungu utamuona. Ukitembea na hii njia, Mungu yuko hapo katika hiyo njia. Yuko hapo kwenye baraka zako ziko hapo. Ukimngojea Bwana, ukimtafuta, utamuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kesho yake ikifika Monday yuko hapo. Kwa nyumba za mishumaa na pendero natoa viatu, uambiwe. Wewe si utafute Mungu akwambie maisha yako. Bwana asifiwe sana. Nini kinachokusumbua? Tafuta Mungu akwambie. Ni sawa. Ndio kuna manabii, lakini sio staili yao. Si staili ya hiyo unavyofikiri wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unalifundishwa neno, badilika na utaona baraka. Angalia nilivyosema kitabu cha Mwanzo 22 mstari wa kwanza. Mwanzo 22 mstari wa kwanza, mstari wa 3. Nasema kwamba baada ya mambo hayo Bwana alimjaribu Ibrahimu akamwambia. Naye akasema, mimi hapa, akasema, mchukue mwana wako wa pekee Isaka, uende mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa uko juu ya mlima mmoja wapo nitakokuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Rudisha mawazo yako, usome hapo vizuri uone kinavyozungumza. Biblia sema kwamba Mungu ndiye alimjaribu na Mungu ndiye amempa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu anamwambia, chukua huyo mwanae, mimi ndio nimekupa. Na sababu jamaa alikuwa, ukizurudi kule Mwanzo, usome Mwanzo 12 mstari wa kwanza, utaona utiifu wa yule jamaa ulianza kuanzia kwa familia yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapoambiwa na Mungu, toka katika hii familia na mimi nitakuonyesha mahali utakapokwenda. Alianza safari na anajua anaenda wapi. Na akaenda. Na alipokuwa akaenda, Mungu akaona mtu ni mwaminifu. Sasa Mungu amefika mahali jamaa amekaa bila mtoto, Mungu amempa. Na hapo Mungu anamjaribu, anamwambia kwamba ule mtoto wako uliyemnipa, niliyekupa, mchukue, twende ukatolee sadaka kuteketezwa. Na anaambiwa twende katika mlima mmoja wapo itakavyokuonesha. Na anaanza safari. Na ajini mlima gani, lakini wanaenda tu. Anaenda. Akachukua punda anaenda. Lakini yule anasema kwamba alienda mpaka mahali alipoambiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni kwamba alimtii Mungu mpaka akapitiliza mpaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani yupi ambaye anaweza akaambiwa, kwa mfano amehangaika na vitu vyake amevipata kwa gharama, alafu Mungu anakuambia kwamba nipe vyote, twende ukanitolee vyote, twende ukanijengee madhabahu na hizo vitu vyako zote, utang'ang'ana sana. Bwana asifiwe sana. Lakini huyu hakung'ang'ana, na ni mtoto wake, na naonchwe jamaa ni mjanja na ni mwerevu. Aliposikia sauti yake hakushirikisha mkewe, maana mkewe nafikiri nguo zote zingekuwa kwa kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kanachapangwa kwa ploti, unataka kutoa nguo na kanachapua makosa, ni kutolewa sadaka. Yaani akaona mtu atakuwa kichaa, akasema mimi ndio nimesikia. Bwana asifiwe sana. Sasa mimi ndio nimesikia, acha nikafanye kile nimeambiwa na mwenye kunipa baada ya muda. Sasa akaenda. Unataka kuonesha nini? Utiifu wa Abrahamu ulifanya Mungu akampenda. Kwa hiyo hata ungetokelezea mahali upigane na Abrahamu ungekuwa unachoka, maana anamtii Mungu. Na ukimtii Mungu anakaanga upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukitaka Mungu atembee na wewe, wewe mtii tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubali kumtii. Anachokuambia, unachokisikia kukifanya kwa ajili yake fanya. Akikwambia ataenda ukafunge hata kama siku ngapi, usikilize. Na usikie na rudi. Enda. Huyo Mungu atakaa upande wako tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wengi tunaishi maisha ya hasara kwa sababu gani? Atumsikilizi Mungu, na hata tukimsikia atumtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana maisha yetu inakuwa ni kwenda kurudi. Leo tunapanda, yani leo unaweza kuwafundisha wakapanda juu, lakini kesho yake akarudi, kwa sababu wanamtii Mungu kwa muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Vigezo wako mazuri, mwana wa Mungu. Tamani sana tii Mungu. Tamani kutii Mungu. Unaposikia na Mungu tii, na unapomtii. Abrahamu alimtii Mungu. Ruka hapo hiyo 22 soma ule mstari wa 17 ama tuanzie 15, 22:15 mpaka 18. Mwana wa Mungu, jua kwamba utakavyotii Mungu. Na nimekuambia kutii Mungu katika kila maeneo. Unaposikia neno la Mungu, kubali kulitii. Kwa mfano, kuna mtu anaweza tamani Mungu nibariki, lakini kwa tairi atoangi. Mungu anapita wapi? Tuseme ukweli, atapitia wapi akubariki? Hata kama zinapeanwa bure, atatoa kwa nani akupe? Ni ngumu. Bwana asifiwe sana. Ni ngumu. Kama Mungu anasimamia neno lake. Unajua, wewe unaweza kusimamia akili zako, lakini Mungu anakwenda. Ndio maana akasema kwamba neno lake limehakikishwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo alibahatisha neno la Mungu. Kuna mtu anaweza kutamani Mungu nibariki, lakini kwa kutoa tithe hawezi.
Anasema ni neema. Neema maana yake ni kuzidishiwa zaidi. Yaani ukisikia kitu kinaitwa neema ni kumaanisha ya kwamba kama wale Mafarisayo ama kama wale wengine walikuwa wanafanya 10, basi na maana mtu anaweza kufanya hata 20 ama 30. Ni neema hiyo. Bwana asifiwe sana. Lakini neema si kukauka useme sitoi tithe naenda kanisani. Ni kweli utaomba, utakuwa mwombaji mzuri, lakini utakuwa maskini. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Havitakuja kwako, maana kila kitu kimejipanga. Ukiomba Mungu sana utapata nguvu za Mungu. Bwana asifiwe sana. Na ukiomba bila kuelewa unaweza ukapata pia nguvu ya shetani, maana ulimwengu wa roho umejiweka kila kitu wazi. Kuna nguvu zote. Bwana asifiwe sana. Nguvu ya shetani inaingia kwa nani? Kwa mtu ambaye anayeomba bila utaratibu wa neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiendelea kuomba na huku unazini, nguvu ya shetani inaingia kwako, itaanza kukutumia tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ya Mungu ya kweli inafuatilia neno lake. Wewe unajua kwa mwana wa Mungu, kila kitu cha Mungu kimepangwa. Hakuna vitu vya Mungu anaokota fulani akupe. Kama si mtifu kwenye tithe, jiandae kukauka mpaka Yesu akuje mbinguni, utaenda wewe. Lakini duniani unasafa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Usibadilishe uso, ni vitu vidogo. Mwambie mzako acha kubadilisha uso. Mwambie ni ukweli. Si umwambie penda ukweli. Najua ukipenda ukweli utaenda mbali sana, lakini ukipenda kudanganywa utakaa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyama moja akaniambia kwamba huko kanisani mimi naendanga tukimaliza ibada tunapeangwa unga. Nikamwambia kwetu hatuna hiyo. Tunapeananga neno la maombi. Niambia mimi hapo sikuji. Bwana asifiwe sana. Kukaa nikamwona ndio hiyo. Anatembea ni mlevi chakari, lakini Sunday anaenda akapewe nini? Unga. Bwana Yesu asifiwe. Vituko vingine vya ajabu sana. Hasa unge katika ibada haendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Penda ukuweke huru na ukae tu ukijua kwamba unakaa upande wa Mungu na unamfuata Mungu, wala si kwa kuingiziwa vitu vingine. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hizo vitu vinafanyika hata Yesu havijui, by the way. Yesu hayuko huko kabisa. Yesu alikuwa anatembea, yeye anahubiri ukweli tu. Tembea, penda ukweli kabisa, penda kuambia ukweli na unavyomtii Mungu katika kweli yote, kwa hakika utamwona. Soma hilo neno tu alafu tumalizie pale. Nasema kwamba hiyo Mwanzo 22:15 nasema malaika wa Bwana akamwita Abrahamu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala ukunizulia mwanao, mwana wa pekee, katika kubariki nitakubariki na katika kuzidisha nitakuzidisha. Uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni na mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki malango wa adui zako. Katika uzao wa mataifa yote watajibariki kwa sababu umetii sauti yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo soma vizuri tu uone utakavyokuwa mtiifu. Kuna vitu Mungu ataamrisha malaika avilete kwako. Unajua kuna malaika hawezi akakuhudumia ukiwa ovyo, ukiwa si mtiifu. Hawezi hata tukamlazimisha na kozea, kwa sababu hawezi akaja kwa mtu ambaye si mtiifu. Lazima unapoingia katika nyumba ya Bwana kuwa mtiifu. Ndio maana nikasema kwamba mtu yoyote, Mungu anasema kwamba yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Maana yake ni kwamba Mungu anaweza akasikia mwenye dhambi kuliko mtu aliye kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Aliye kanisani macho ya Mungu inamtazama kama atamtii aliye upande wake. Bwana asifiwe sana. Mungu wetu anatembea kwenye utiifu. Anasema kwamba akamwambia Abrahamu, hakika nitakubariki. Kwa hiyo mwana Mungu, unahitaji baraka za Mungu, anza kuwa mtiifu. Penda kutii neno la Mungu. Penda kutii kinachofundishwa. Wacha siasa, wacha mambo mingi, utafiti mwingi hauna maana. Tii neno la Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tii, fanya kile cha Mungu na Mungu atafanya cha kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Abrahamu alienda akachukua mwanae kidunga hivi na akiinua kisu amdunge, malaika akamtokezea. Angalia pembeni akaona kondoo ndio hiyo. Kwa hivyo unapotii Mungu kuna vitu anaandanga nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukijifanya mkaidi, kuna watu wanasafa hata si kwa kutii tu, si kwa hizo vitu. Hata kwa ministry tusiposikiliza Mungu, oi, tutakaa hapo tu. Anasema kwamba wakawa wakizunguka katika mlima Sairi kwa miaka mingi. Mungu akawaambia tokeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutokutii Mungu kunaweza kufanya mtu akakaa round about bila kutoka level nyingine, hata kwa biashara. Bwana asifiwe sana. Wewe usifanye biashara kwa sababu unaona, najua nimekuja kundua kwamba watu wengi wanaamkanga. Kwa mfano unaweza kukuta mtu anapiga mandazi. Wewe ukiamka asubuhi unaamka unafunua mandazi, umeutoa wapi? Si utafute Mungu akupe njia yako. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Si ati tu mimi kwa mfano anafanya kazi ambao ndugu yangu akija anaanza kazi ambao ameitoa wapi? Tafuta Mungu. Uwe na knowledge, unaweza ukabuni kitu chako na Mungu akaingilia kati. Maana Mungu anataka umsikie, lakini unachokisikia kukifanya ukifanye. Mungu anaingilia kati. Bwana Yesu asifiwe sana. Pigie makofi mazuri mwana wa Mungu.
Inamisha uso wako kwa hilo neno, nafikiri Mungu amekusaidia. Inamisha uso wako, tuamini pamoja. Mungu akupe neema unapotii sauti yake, na akuinue viwango vingine, na akutetee kwa kila jambo. Bwana ni asante kwa neno lako lenye baraka. Bwana tunakushukuru, tunakuinua. Pokea sifa sote Yesu na utukufu. Bwana umesema nasi asubuhi leo ya kwamba Bwana unaposikia sauti yako tuitii. Tupe neema na ukatupe uwezo wa kusikia sauti yako na kuitii. Tufundishe Bwana kusikia. Tufundishe Bwana kunena. Hata tunapofundishwa na watumishi wako, hata tunapoonywa Bwana tukubali kuonyeka. Hata tunaposikia tukalite. Tujalie neema kila moja. Nami Bwana nisaidie kazi kutii na kufuata njia zako. Kila mmoja Bwana ukamtetee na ukamuinue. Ibada zote inaokuja Yesu ukaonekane zaidi. Kila mmoja Bwana badilisha maisha yake na historia yake kwa jina la Yesu, na tuseme amen.